Mwajuma Nchokonoe wa Uswahili na bahati ya mzungu. Katika mtaa wa Uswahilini, kila kona ya vijiwe, kila kibanda cha kahawa na kila pilika za akina mama wa kusuka mikeka, jina moja lilikuwa maarufu, Mwajuma Nchokonoe. Huyu dada alikuwa moto wa kuotea mbali, machachari kama nini, na kinywa chake kilikuwa na moto wa kipande cha mkaa. Mwajuma alikuwa akijulikana kwa kauli zake za kejeli, miondoko ya kibabe, na staili za maisha ambazo zilifanya wengi wamtambue. Lakini licha ya hayo yote, Mwajuma alikuwa na moyo wa dhati na alikuwa na akili za kutosha kujua jinsi ya kujiingizia pesa za haraka mtaani. Siku moja, wakati Mwajuma akiwa kwenye biashara zake za kuuza mitumba pale Mwembe Chai, bahati yake ilimjia kama radi isiyotarajiwa. Mzungu mmoja, mtalii kutoka Ujerumani, alifika kwenye banda lake. Mzungu huyo, aliyeitwa Hans, alikuwa na tabasamu la upole na alionekana kuvutiwa sio tu na nguo alizokuwa akiuza Mwajuma, bali pia na ucheshi wake. Mwajuma, kwa dhihaka zake za kawaida, alimkaribisha Hans kwa sauti ya dharau. Bwana we, hizi si kwa wazungu. Hapa tunauza watu wa mtaa. Lakini Hans alicheka tu. Huo ukawa mwanzo wa mazungumzo yao. Kadri siku zilivyopita, Hans alianza kurudi kila mara kwenye banda la Mwajuma, mara akijifanya anataka nguo, mara anataka maji ya kunywa. Mwajuma alianza kuhisi kuna kitu kingine zaidi. Hatimaye, Hans alimuuliza Mwajuma kama wangepata muda wa kukaa pamoja jioni na kuongea zaidi. Mwajuma, kwa ujasiri wake wa kawaida, alikubali. Walikutana kwenye mgahawa mmoja wa kawaida wa mtaa, na hapo ndipo Hans alipomweleza nia yake. Unajua Mwajuma, Hans alisema kwa Kiswahili cha kusuasua, mimi nimependa wewe. Unapendeza. Napenda kuishi na wewe. Mwajuma hakuelewa mara moja. Akajibu kwa dhihaka, bwana, usifikiri naangushwa na compliment zako. Hapa mtu anaomba pesa ya biashara, si ndo ujanja wa mtaa. Lakini Hans alimaanisha kweli. Alimwambia yuko tayari kumuoa na kumpeleka naye Ujerumani. Habari hii ilipomfikia Mwajuma, alihisi kama ndoto. Yeye, Mwajuma Nchokonoe wa Uswahilini, kuolewa na mzungu. Hili lilikuwa jambo ambalo halijawahi kutokea mtaani. Siku chache baadaye, Hans alifika nyumbani kwao Mwajuma. Alijitambulisha kwa wazazi wake na baada ya mazungumzo mafupi, walianza maandalizi ya harusi. Ndani ya wiki moja, Mwajuma alikuwa tayari kwenye ndege kuelekea Ujerumani. Mwajuma alipofika Ujerumani, alijikuta kwenye maisha ya kifahari yasiyoelezeka. Lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya Mwajuma kuanza kuonyesha tabia zake za asili. Alianza kupost picha mtandaoni akiwa kwenye majumba makubwa, magari ya kifahari na sherehe za hadhi ya juu. Hakuwa na haya kusema, yaani nyie mshazoea kuokota makombo mtaani, wakati Mwajuma niko hapa na kinga mamilioni. Aliporudi Uswahilini baada ya mwaka 1.5, alirudi na mtindo wa kustaajabisha. Alivalia gauni la gharama, viatu vya designer na simu ya bei mbaya zaidi sokoni. Hakuongea Kiswahili tena vizuri, kila kitu kilikuwa oh my gosh. Hii ni too much. Mtaa uliwaka moto wa vijembe na vituko vya Mwajuma. Watu walimsengenya, lakini hakuna aliyemfikia kwa kiwango. Alianza kuwapa watu msaada kwa masharti ya kuchekesha, kama vile, unataka hela ya ada? Nichekeshe kwanza. Hatimaye, Mwajuma alithibitisha kuwa hakuna kitu kinachomshinda mtu mwenye ndoto kubwa. Alijifunza kuwa hata mtu wa Uswahilini anaweza kubadilisha maisha kwa bahati ndogo inayotokea wakati usiotarajiwa.
Lakini pia Mwajuma hakusahau asili yake, ingawa aliendelea kuwa mshari na mwenye vituko vya kuvunja mbavu kila aliporudi mtaa.